Mama. Mambo. Ndio kumeletwa. Aila tuone wewe baba kwa ameleta. Umesoma? Nadhani leo kashombo ndani atakuwa bala. Mimi kitu gani kinaona na macho yangu au labda sioni? Wewe tumkaribishe basi ndani mjomba kwanza. Tumkaribishe kwanza. Labda ni ubovu wa macho yangu. Unachokiona kweli au? Chakula. Mjomba asante. Wewe. Kuna watu. Uko watu mtu wangu. Kwani watu mimi nawafu nini? Nawafu nini? Chakula cha Allah cha nyumba. Vijumba. Soma Muhammad. Vijumba. Na misoma. Yaani unatufanya wewe. Unachukuliaje sisi? Unachukuliaje lakini wewe? Hivi kuna akili zako timamu au akili hauna? Nimekutuma shombo. Maana shombo haujui. Nimekutuma nyama ama samaki. Hizi ni samaki au ni nyama? Vijumba na misoma. Yaani umetugeuza mbuzi, sijui ni ng'ombe, sijui ni kondo, sijui ni nini. Mbele ya mtoto. Nahitaji shombo ndani, sio tunukie pori. Hii ni pori. Mimi naona kama vile hii nyumba imenuia mbaya kabisa. Yaani sijui hata nifanye nini. Njoo. Nakukomesha tafadhali. Nakukomesha. Na huyu mtoto ni wangu mimi. Ona mwanangu, ingia ndani. Ingia ndani. Nenda ndani. Ona. Na wewe. Sasa unakwenda wapi? Tusichungane. Tusipangiane ratiba. Sasa unakwenda wapi? Nakukomesha, tusipangiane ratiba. Na mizunguko yangu ambayo naenda. Tambua ni mke wangu. Shinda kuniletea nyama. Tambua ni mke wangu. Nakukomesha. Tambua ni mke wangu. Hata ungira naweza kwa mke wangu. Unakwenda wapi bila idhini yangu mke wangu? Ishia hapo nishakwambia. Tafadhali. Tusipangiane maisha mimi na wewe. Kuna vijumba vyako misoma ale, mimi sio mbuzi sio ng'ombe. Nakukomesha. Sasa wote la kwetu nyingine. Ataisha. Ani maneno haya ni maisha ya muda mdogo tu. Samahani mtoto. Ataisha. Nenda ndani, anda chakula. Allah ambao aliumba mbingu na ardhi ni kingi na shaiza mwanamke, na kama ni khairi kwangu ya Allah, mbadilishe mwanamke kwa kwangu. Allah naona ayote. Mimi nimekusikia unajidogadoga huko, unajisemesha wewe mwenyewe sana. Yaani watumishi wanakero, yaani si waelewi. Yaani watumishi wa siku sijui ni mtihani gani wanakuwa nao. Yaani jiulize ana wiki 2 na siku 3. Nani? Si yule Fabiola. Fabiola. Tena kweli hajarudi? Mimi namuuliza Amana, ananiambia tio ngo anauguza neti kama ni mama yake sijajua hata kisaidifanye. Yeye hana simu hakuelezea. Ndio sasa uone sasa kama si matatizo. Mtu unajitolea, unamsaidia, unamshika kama mtoto wako. Kila kitu unampa hela, unampa kama ni mango nimempa kila kitu, nimemfanyizia kila kitu mpaka kusema aende huko kwao, lakini unaona sasa naye anifanyizia. Yaani mtu unafanya wema afu unakuja kujishow ubaya. Ukifanya mkari watakuona ubaya. Matatizo. Sasa mimi mke wangu nakupenda uwe mtu mwenye kama vile nakuzoea. Ndio hivyo. Wacheko kila saa, wakufurahi. Mimi sipendi kukuona na stress. Tena mastress sio mimi ndo na yakutia. Yaani nishauzika ile tu basi. Jua watumishi. Sina tabu. Yaani nasikia nachoka. Pala tunafanya kazi. Watumishi hawapashi kukupa stress. Wao wanatumika kazi zao vizuri, tunawapa hela. Kama sio hivyo wanarudi kwao, tunatafuta mwingine. Kwani hautafuti mwingine? Nimempa siku 2. Akizidisha hizo siku 2 nitafuta mwingine mfanya kazi. Siku 2 ni nyingi juu uko mwa stress. Unazidi kujidoga. Unatumika kazi sio za kwako. Nimekuruhusu tia watumishi, tuna upumzike. Nipate raha kwako. Ni dunde. Nile fiere. Sasa nikikuona unahuzunika na mimi nasikia woga. Nasikia nakwazika, nasikia nachoka, yani nachoka sana. Sasa mimi nakuruhusu. Tafuta mwingine mtumishi. Franga si zetu. Umeisha mfanyia gharama nyingi, unamuongeza kila mwezi unamuongezea franga. Basi wanaiona.
Mtu hata umfanyizie wema wa aina gani anakujibia kwa mabaya. Kwanza alishaingia dini. Aisha silimu. Bia wapi sasa? Angali tu Fabiola. Angali uko kwa Fabiola. Atoke uko na mafabiola yake. Yaani mtihani. Mimi nilikuwa nishajua alishaanza sali, umfunze kusali, ajue Mungu umoja. Nafikiri ni hizo tu kumkumbalia, yani kukubali tu yana aingie tu dini. Hapa yani ni kujikaza tu. Yali kwambia. Mbona siku ile nimemuona amejitandia tena kapendeza Fabiola. Akufurahisha na mimi anifurahishi. Lakini uongo anatudanganya, hajaingia dini yoyote. Hiyo si problem. Kila mtu na dini yake. Sasa wewe tafuta mwingine mtumishi. Na nishamwambia Amani nampatia siku 2. Nishamwambia Amani nampatia siku 2. Juu mimi nachoka na hizi. Yaani kuchukua kazi zangu za binafsi na kazi za tena yani kila kitu wewe piga simu tu upate mwingine mtumishi. Basi hiyo usiongeze kuhuzunika mke wangu. Alafu ukitabasamu unakuwa mzuri zaidi. Kio. Tena ndio wako. Safi. Hapo safi. Kaniletee maji ninywe. Haya mama. Nasikia kiwi. Subiri tuletee. Asante. Nashukuru. Hao watumishi hawana tahaya. Mwanamke mwema amemshika vizuri. Mimi nakunywa maziwa kumeza, Fabiola anakunywa maziwa huko kitchen. Tena akimwambia hiki hafai. Anapanda hashuki. Achana naye. Tuachane basi. Pakua sasa ule. Naona kale kafiti yenye umenituma ndo wako nimekaanga. Pakua sasa ule kaka. Furahishe please. Unakaacha kweli? Unaona na kapila kaka. Pakua sasa ule. Umenituma mwenyewe. Naona na kuku yako nimekukaangia, pakua ule. Siku nyingi huko na ku. Please. Kaka. Unaona na spaghetti zako. Nimekupikia kila kitu ambacho umenituma. Kula sasa. Kula please. Sorry. Ndio mapenzi gani kaka? Chukua basi kaka tunda. Chukua. Dada please. Chakula kizuri, kare nzuri, takula baadaye sawa. Chukua, unajua hapa steak kanasaidia pia. Chukua sasa. Kula tunda. Sikisiki kula please. Please kaka. Please. Utakuja sasa atakunifia huko ndani. Kula. Kaka, na soda kunywa. Siku nyingi nataka soda utaki, vitu vyote hautaki. Sasa unataka nifanye nini lakini? Wewe mwenyewe unafahamu bila wewe mimi siwezi nikaishi. Wewe na sababu unafanya. Naomba nisikilize kidogo. Hayo yote sio kama eti mimi najitakizia nataka kuwa hivi. Moyo just. Unajua kido chakula ambacho nachopenda sana. Kila ukoo ukipika hivi yani nakukuta sometimes hata jikoni mwenyewe kujipakulia. Lakini saizi kabisa don't fail to eat kabisa. Yani sina appetite kabisa. Appetite kwa zero. So, atujisikia tu just please niache kwanza nitulie peke yangu nifikirie kipi cha kufanya. Au mapenzi. Mimi sijawahi kuona mapenzi ya usazi ya hivyo. Sikuwahi kuona. Utakuja nataka kujitoa uhai juu ya mapenzi ya urofa ya usazi. Tatangu, you are right. Kabisa 100%. Ila mtu kabisa hauli ni mimi hapa ndani ulisemeshagi tena ni wewe na kitanda nini unaona itakuwaje sasa? Tatangu, mtu kishapenda sometimes hata subra unaipoteza. Huyu amekusaliti angali mchumba. Ungemshukuru hata Mungu. Je, angelikuwa mke wako
akakusaliti. Unalionaona hapa majirani pale kwa Bwana Salum pale, mke wake amemsaliti mpaka anamzalia watoto wa nje ya ndoa. Yes. Huyu amekusaliti mngali kiwa chumba, ungemshukuru hata Mungu. Labda Mungu amekuandalia kheri zaidi. Vuta subla kakangu. Lakini kwa hii hali hauli, haunywi, mimi sioni. Dada, unajua mapenzi ni kitu ambacho kinaweza kuingia vupu just for one time from nowhere, bila kufikiria wala bila kupanga, ila kusema ya kutoke, kuyasahau, yanahitaji time. Sasa ndo nataka uishi haya maisha haya eti juu ya mtu amekusaliti kula naendelea na maisha yake. Jifunze kuachana naye. Nakubali kama ulimpenda, nakubali kama mlipendana, lakini kwa hali ya kukusaliti inabidi na wewe umuoneshe kama uko jasiri, endelea na maisha yako. Sio uwe dhaifu mbele yake asikie kama unatangatanga kule. Hapana. Asante kwa ushauri wako, nitafanyia kazi dadangu. Utakume nisaidia sana. Natamani ile furaha yetu ya zamani, tucheze humu ndani, tucheke ireje. Nimemisi kakangu wa zamani ajaingia katika mapenzi ya ukicha.